Kama umegundua sasa hivi pesa hazikai kabisa kama ilivyokuwa huko zamani. Gharama za maisha zimepanda na baadhi ya bidhaa nazo zimepanda bei. Lakini mahitaji yetu yanazidi kuongezeka kila siku. Kama na wewe ni mtu ambaye pesa zako zinaisha kwa sababu tu gharama ya maisha imepanda, basi hii video ni kwa ajili yako. Tafadhali angalia mpaka mwisho. Karibu kwenye Talk with Jasmine. Hapa tunaongelea kuhusiana na fedha kwa ujumla. Namna gani ya kupanga budget, namna gani ya kubana matumizi, namna gani ya kuweka akiba, namna gani ya kuondokana na madeni na vipi utaweza kujenga maisha bora. Tuanze mada yetu ya leo. Leo tuangalie njia rahisi za kutusaidia kuweza kubana matumizi yetu na tuweze kubakiwa na fedha ya ziada. Tunaelewa kwamba gharama za maisha zimepanda sana, lakini mahitaji yako pale pale na pesa unakuta haitoshi. Sasa vipi tuweze kujibana, tuweze kupunguza mahitaji yetu ama tupunguze matumizi yetu na tuweze kubakiwa na pesa ya ziada ambayo itafanya vitu vingine. Njia ya kwanza ambayo inaweza kutusaidia kupunguza matumizi yetu na tuweze kubakiwa na pesa ya ziada ni kubaki nyumbani kama hauna haja ya kwenda sehemu, kwa sababu mara nyingi sana unapotoka tu kila kitu kinabadilika. Ratiba yako itabadilika kwa sababu lazima utatoa nauli, lazima utalipia chakula, utahitaji maji ya kunywa, utahitaji, yani ukitoka kuna vitu vingi sana unaweza kutamani huko nje ambavyo vitaharibu bajeti yako. Hebu ifanye nyumba yako ni sehemu ambayo inakusaidia kubana matumizi yako. Usiseme tu hii ni sehemu ambayo nalala na amka. Fanya nyumba yako ipende, safisha nyumba yako iwe safi, kaa nyumbani, pika chakula chako kizuri, furahia kukaa pale nyumbani. Kama kuna hobbies zako au vitu vyako mbalimbali ambavyo unaweza ukafanya ukiwa nyumbani bila kuzurura, basi fanya pale nyumbani, usitoke, ili uweze kubakiza pesa yako ya ziada na ukafanyia vitu vingine. Maana ukitoka tu gharama inaongezeka. Kama hauna sababu kabisa ya kutoka, basi baki nyumbani. Wewe mwenyewe unaelewa kwamba ukitoka utakula, utatumia nauli, utafanya vitu vingine, utatamani vitu utakuta umenunua tu bila kutarajia. Kwa hiyo kama hauna haja ya kutoka, kaa nyumbani ili uweze kubakiwa na pesa yako ukaifanyia vitu vingine. Njia nyingine ambayo inaweza kutusaidia kupunguza matumizi yetu na tuweze kubakiwa na pesa ni kuhakikisha kabla hujanunua kitu chochote, unapitia nyumba yako, unaangalia kwamba hivi vitu vimeisha kweli kabla ya kuanza kununua vitu vingine. Pitia nyumba, angalia kama unataka kununua sabuni, unataka kununua chochote kile, hebu angalia kwanza kimeisha kabisa. Hakikisha unatumia kitu chote mpaka kiishi kabisa ndio uweze kununua kitu kingine, ili iwe rahisi kwamba usitupe tu hela, kwamba unanunua kitu na kati kipo tayari. Kwa hiyo inamaanisha ile hela yako umeitupa, au ile hela yako ungebakiza ungefanyia vitu vingine. Kwa hiyo hakikisha unapitia nyumba yako, unaangalia yale mahitaji ambayo unatarajia kwenda kununua. Hicho kitu ambacho unataka kwenda kukinunua sasa hivi, je, kimeisha kweli? Kabla ya kutumia hiyo pesa yako kwenda kununua kitu ambacho tayari kipo. Ukishafanya hivyo rudie kwamba usirudie kununua vitu. Utaacha vingine vitaharibika, vitaoza bure, na kati hiyo pesa ambayo ungenunulia ungeweza kufanyia vitu vingine. Kwa hakikisha unapitia nyumba yako kabla ya kuanza kununua vitu vingine. Vile vile acha kabisa maisha ya kuiga watu wengine. Ukiwa unaishi maisha ya kumwiga mtu, utatumia pesa yako kuhakikisha unamridhisha huyo mtu. Hata kama kuna kitu ambacho ulikuwa utarajia kununua, utajikuta tu unanunua ili umkomeshe huyo mtu aweze kukuona kwamba wewe ndio upo hivi na hivi. Hakikisha unaishi maisha yako, hakikisha rizika na kile ambacho unacho na vile ambavyo upo. Usiige maisha ya mtu mwingine, kwa sababu utajikuta unatumia pesa yako kufanya vitu vya kujilazimisha ili huyo mtu mwingine uweze kumridhisha, na yeye unakuta hana hata habari na wewe. Siku zote ishi maisha yako, rizika maisha yako, ununua kitu ambacho unajua mimi nakihitaji na nakihitaji haswa, ndio maana nimekinunua, sio kwa ajili ya mtu fulani aweze kuniona. Hii itakusaidia sana kupunguza pesa yako, kuridhisha watu wengine, na utaweza kutumia kwa vile vitu ambavyo ni vya msingi na vya muhimu kwako. Njia nyingine ambayo inaweza kutusaidia kupunguza matumizi yetu na tuweze kubakiwa na pesa ya ziada ni kuhakikisha kwamba unaomba punguzo pale ambapo unaenda kununua kitu chochote. Omba punguzo, hiyo ni pesa yako, na kuomba punguzo ni haki yako. Usiogope, kwa sababu hiyo ni pesa yako. Kwa hiyo hakikisha tu unaomba punguzo. Wengine ndio wanaweza wakasema hamna punguzo, lakini mara nyingi sana punguzo lipo, unaweza ukapewa. Usijifanye kama wewe ni mtu ambaye unaweza ukatoa tu pesa na kuondoka zako. Kwa hiyo hakikisha unaomba punguzo kidogo. Unaweza kutumia mbinu za kijanja tu. Kaambia vipi hapo kwenye hii hela sipati nauli kidogo. Unashangaa mtu anakutolea hata 1000, 2000, anakupunguzia kwa sababu wewe umetaka punguzo. Kwa hiyo punguzo unaweza kutumia kufanya nauli, ukafanyia kitu kingine. Kwa hiyo hakikisha unaomba punguzo ili uweze kubakiwa na pesa ka ziada ukaweza kufanyia kitu kingine. Jambo lingine, hakikisha unajipa muda kabla ya kununua kitu chochote. Kweli tuna mahitaji mengi sana ambayo tunatarajia na tunasema kwamba yani natamani ninunue kitu fulani na natarajia kununua kitu fulani, lakini je, ni kitu ambacho unakihitaji kwa sasa hivi? Siku zote kabla hujanunua kitu, hujatoa pesa yako
kununua hicho kitu, basi jipe muda kwanza. Kama unajua hapana, nataka niwe kitu fulani, subiri mpaka kesho uone kama hilo hitaji bado litaendelea kuwepo, ama utaona kwamba hii pesa inaweza kafanyia kitu kingine na hicho kitu ambacho unataka kukinunua kikasubiri. Kwa hiyo usikimbilie kisa tu na hela, usikimbilie haraka haraka kwenda kununua kitu. Jipe muda. Sema kweli nahitaji nguo, nahitaji hivi viatu, lakini subiri kwanza. Tafakari mara mbili, utaona tu pesa yako kwamba kuna sehemu inatakiwa isaidie kitu kingine badala ya kununua hicho kitu. Kwa hiyo jipe muda kabla kununua kitu kingine ili uweze kubakiwa na pesa yako ya ziada na ukafanya kitu kingine. Ukifuata njia hizi tulizozisema hapa, utafanikiwa kubakiwa na pesa yako ya ziada na ukafanya kitu kingine. Sasa ni zamu yako, mtuambie hapo kwenye comment hapo chini, ni njia zipi kati ya hizi ambazo wewe unazitumia, au ni njia zipi nyingine ambazo wewe unazitumia kupunguza matumizi yako na uweze kubakiwa na pesa ya ziada. Tuambie na sisi tujifunze kutoka kwako. Asante kwa kuangalia video hii mpaka hapa. Usisahau kusubscribe, like na share hii video na watu wengine ili na wenyewe waweze kupata maarifa ambayo umeyapata hapa. Mpaka wakati mwingine, bye.